Amini nitamweleza kama ulivyonituma. Na pia nitamwambia kuhusu muda ajali. Hilo usijali mkuu. Ila naomba uzingatie muda. Sawa, na mimi nikitoka hapa naweza kumweleza kila kitu ulichonieleza wewe kwamba unahitaji kuzungumza naye, na mimi nikitoka hapa sasa hivi mimi naenda kwa Saigera. Sawa. Mimi naomba niende mkuu. Sawa, nenda. Nashi mdogo wangu. Unajua kila nikikaa nikifikiria baba mdogo Ibrahim nakosa majibu. Najiuliza baba mdogo Ibrahim ni mtu aina gani? Yaani ni mtu gani? Siku ile tuambia hapo, msende kwenye kikao kitofanyika hivi na hivi, na kule hakijafanyika. Na hakuna hata mtu aliyofika zaidi ya mjumbe peke yake. Hivi kumbe ilikuwa kweli? Mbaya zaidi, huyo chake mwenyewe aliyotisha iko kikao hivyo, hayupo, hajatokea na mlango wake ulikuwa na kufuli. Wamekimbia mji. Sijui. Unajua baba mdogo ananumiza kichwa unapomfikiria. Kwa sababu aliyosema ndio yalotokea. Hakuna hata mmoja aliyofika zaidi ya mjumbe peke yake. Na mbaya zaidi mpaka wenyewe wenye kikao chao hawapo. Yaani ile sijui ile nini iliyopigwa super la panda, sijui zile kelele, sijui Alhamisi kikao, sijui kikao Alhamisi, sijui yani hakuna kikao. Zile mbiu zote. Kikao kilikuwa cha moto kile. Tena ya moto zaidi ya bendi, ya moto yenyewe kabisa. Sasa najiuliza baba mdogo. Baba mdogo ni nani? Ni roboti. Yaani ni power, ni bouncer. Ni mchawi, ni mganga. Yaani nashinda kumuelewa ni nani na kajuaje? Au baba mdogo huyu ana urafiki na chake, labda walikutana sehemu wamekaa, wakajadili kwamba bwana mimi bwana sitakuwa na kikao, pale mimi hivi na hivi sitaonekana. Yaani najiuliza, kwani kaka, baba mdogo na chake wanajuana? Ndio ninachoshangaa mimi. Ndio maana nasema najiuliza walikaa wakajadiliana au labda kuna mtu alikuja kana baba mdogo akamwambia bwana kikao kitofanyika. Anamchanganya. Anikaa nikimfikiria. Wewe baba mdogo umekaa naye kuongea naye kuhusu kikao? We? Swala kuongea naye. Inabidi mimi na sasa tukae tuanze kumpeleleza baba mdogo tujue ni nani. Unaweza kuta baba mdogo usalama wa taifa kaja hapa na mambo yake anafanya afu sisi hatujui. Unajua mimi na kile kimdefine nakosa contraction yake ujue. Anani VMP. Nyanto. Najua matatizo ya rafiki yangu. Na nilikuahidi nitakusaidia. Japokuwa na mimi mwenyewe nina kazi kubwa natakiwa niifanye. Ila hii ya kwako ni kazi ndogo na leo naenda kuimaliza. Mgeni kaja. Mimi mjumbe sijakutana naye na mjumbe nikutana naye wa nini? Kikao umesema ndaenda tu mwenyewe kwenye kikao kule. Tuongea naye nini? Japokuwa mandeta inaniambia mjumbe sijui hivi na hivi anakutafuta unamkimbia, muonani amkai sijui mgeni, hujamtambulisha sio na nini. Sasa mimi najiuliza, kwani baba mdogo Ibrahim hapa mgeni? Kazaliwa hapa, kakulia hapa, kasomea hapa. Sema tu maisha amempiga kenda zake South Africa. Hilo jina lenyewe la madole kalipatia hapa. Mambo yake kucheza Michael Jackson na Chubi. The prayer with the snowy. Kayajulia hapa. Sasa leo naenda kwa mjumbe naenda kumtambulisha nini? Asimage ndugu yake Michael Jackson. Wewe msikilize hivyo. Maana kwa mwenyewe tunamjadili nakosa kumdefine ni nani. Basi kama baba mdogo ndugu yake Michael Jackson na baba yetu pia. Wewe usimsikilize yule wewe. Katika maneno 100 sikiliza 20. Ila leo hili limenitisha. Yaani hicho kitabiri? Kimetimia. Yaani ame something grand happened to be. Sikia, kaandae mazingira. Ba mdogo akija hapa mzee wa kilo peke yake. Bora tule wenyewe yeye akija kutibona nzito. Shauri yako. Kwa nipikia nini? Pika majani ya mdizi. Nini? Majani ya mdizi. Wewe mtoto wa kike unawezaje maswali kama hayo? Sema mdogo wangu leo umenoga. Umenipigia sketi ya jeje hiyo. Wewe, inapo umepita nimesketi vu. Yaani nikaa najiuliza wewe hivi ukipita sehemu ndo karibia ya mtu mwembamba si unamrusha? Sema mdogo wangu jamani mzuri Nashi. Sema tu mguu tu wa baba ule.
Ile mguu kimwangalia Msuva mtupu au Kibuneni si mtupu. Yaani huyu angekuwa mchezaji mpira huyu. Huyu angekuwa Jonas Mkude. Hapana. Huyu angekuwa Guardiola mnene. Mgunda mnene. Ndio huyo Guardiola Mgunde. Mgunda ule kocha, sio mchezaji. Lala chini mimi nalala. Mimi nalala. Nini mjumbe? Tukae hapa. Jumbe, kuna jambo gani? Haiwezekani, yani katika vitu ambavyo siwezi kuvifikiria. Unajua wana kijiji hapa wote, umeona bwana, nashikamana nao, naenda nao pamoja, nawasaidia, inafika mpaka tunazarauliana. Yaani mpaka wewe Fadhili na familia yako mnanizarau. Kwa nini hamjaja kwenye kikao? Sasa mjumbe, ukizungumzia swala la kikao, sio mimi peke yangu, wala sio familia yangu. Asilimia watu wengi hawajafika kwenye kikao. Umeona mimi peke yangu tu? Kikao kinamhusu nani? Hata kama kinamhusu mdogo wangu Nashi, hata kama. Lakini tutafikaje peke yetu? Hakuna hata mtu mmoja aliyofika kwenye kikao. Sio mtu mmoja, nimesikia hata huyo aliyodisha kikao mwenyewe hajaonekana. Kwake kama kutakuwa kufuri. Unanilaumu vipi mimi? Haya, ningefika mimi na mdogo wangu Nashi, nani angekuwa msemaji mkuu? Kesi tungejuaje? Tungesuluhishaje? Tatizo tungelijuaje? Lakini watu wanazungumza baba, kwamba sio watu tu hawajafika. Hata wenyewe bwana Chake na mke wake hawajatokea, na pale mlangoni kwao kumekutwa kuna kufuri. Haya, unalaumu vipi mimi na familia yangu mjumbe? Ndio kweli. Sawa. Kweli nilikaa kwenye kikao peke yangu kuna kufuri. Lakini Fadhili, kwa nini familia yenu mimi nilivyoishi nayo na tukasaidiana imefika pale tunazarauliana? Yaani mpaka mamlaka yangu nyinyi mnyajui, hamyaoni. Fadhili, mimi tuna ugomvi? Hatuna ugomvi mjumbe. Hatuna ugomvi kabisa. Kabisa. Sasa kwa nini uona matatizo? Hebu niambie. Shida nini mpaka utaka kunihusisha mambo yako?
Mjumbe, mimi sina tatizo lolote. Alafu masuala mengine ya kifamilia yangu, sio kila kitu nikwambie wewe mjumbe. Wewe utabaki kwenye nafasi yako na mimi nitaendelea kubaki na familia yangu. Sio kila kitu nikwambie mjumbe. Yaani mnapokea paka wageni, mnakaa nao Fadhili, tuonane unanikwepa kwa nini? Sasa mjumbe, sisi kwenda kuna mgeni. Alikuja baba mdogo Ibrahim. Ina maana baba mdogo Ibrahim watu hawamjui hapa? Babangu mdogo Ibrahim wa mwisho baada ya babangu mimi, Omari anakuja Ibrahim. Ina maana Ibrahim watu hawamjui? Tena Ibrahim amesomea hapa, amekulia hapa, kaondoka hapa akiwa sijui na miaka 8, sijui kaenda kutafuta maisha yake. Nani amjui Ibrahim? Ibrahim gani mimi? Msimjui. Babangu mdogo, Ibrahim babangu mdogo. Ambaye zamani alikuwa anacheza sana muziki wa madole sijui. Kumbe madole. Sasa kule madole nimchukue nimje kumtambulisha kwako kama mgeni. Kweli mjumbe? Watu wanafiki. Yaani watu wanafiki. Nimeamini watu wanafiki. Kuna mgeni, kumbe madole kaja. Watu wanafiki. Hasa watu wengi wanaionea donge familia yetu. Si kwa sababu ile nyumba. Nashindwa kuelewa watu wanafiki. Itakuwa watu wanafiki Fadhili. Nimeamini. Lakini sasa Fadhili, kwa nini sasa hujamwambia madole? Twende kwa na serikali. Madole, twende tukakutane na watu ambao uliwaacha. Basi madole, nakumbuka madole yule tukitoka shule tunamwangalia. Madole barabarani. Si ndio yule? Ndio huyo. Sasa yule ana ugeni gani mjumbe? Sasa mwambie madole lazima tuonane. Mimi ndio mwenyekiti. Sawa. Yaani mimi ndio mjumbe. Sawa. Mimi ndio msimamizi wa amani. Sawa. Unaelewa? Nitamwambia. Sawa. Alafu bwana Fadhili, wewe mimi nikwambie. Kuna kitu hapa lazima tushikamane. Yaani kwa macho yangu nimekuja nyumbani kwenu, nimefika nimemkuta mbuzi. Mgeni kaja, mgeni kaja, mgeni kaja, mgeni kaja. Nyatu. Wewe tabia za kwanza kutembea na wanaume umeanza lini? Bwana, hebu nisubiri kwanza pale. Kwani una? Wewe unauliza kama nani? Mimi mume wake. Ha? Huyu ni nani kwani? Huyu shemeji yangu, vipi kwani? Sasa kwa nini umeondoka nyumbani? Umeondokaje? Unafanya mimi napata shida, Mimi sijarudi nyumbani. Kwa nini niliongea hujanisikia? Wewe umenifukuza wewe. Mimi? Umenipiga, umenifukuza, umeniambia beba kila kitu cha kwako nenda. Wewe mwanamke acha uongo. Mimi nimekupiga wewe? Yaani kipenzi changu nikupige? Embo acha basi kuongea uongo hivyo. Na kuongopea mimi. Mke wangu nisikilize. Yaani tangu umeondoka mimi napata shida kweli pale nyumbani. Yaani naweza kaa nimekaa ndani nafunga zangu mizigo. Mara nashangaa askari kidogo kaishafika. Sasa naanza kujiuliza, hapa angekuepo mke wangu angeshakuja haraka haraka kaniambia, mume wangu hamisha mizigo jamaa kafika. Lakini sasa hizi nashangaa na kama watu kama huko. Kwa hiyo ndio kichokufanya wewe unirudishe nyumbani kwa matatizo yako. Hapana, ni upendo. Mgeni kaja, 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 mgeni kaja. Mgeni kaja, mgeni kaja, mgeni kaja,
mgeni kaja, mgeni kaja.